Mpendwa mtazamaji wangu wa kipindi cha Kujue Zaidi, leo niko halmashauri ya wilaya ya Momba, na hapa niko hususani katika kijiji cha Chiwanda kilichopo kata ya Nkangamo, alafu hii ni wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe. Na hapa niko na mchungaji mwenyeji wa mahali hapa ambaye leo tumefika kwake. Tunahitaji kujua mawili matatu kutoka kwake kama kipindi chetu kinavyojieleza kwamba mjue zaidi. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina, amina. Amina. Kwa faida ya mtazamaji wangu, mtazamaji wetu, unaweza kujitambulisha, unaitwa nani? Mimi naitwa Omia Kong'osyanji Siwingwa. Kong'osyanji. Kong'osyanji Siwingwa. Kong'osyanji manake ni Bisheni. Kwa bisheni. Bisheni mtafunguliwa. Ya, kumbe kuna maana tofauti. Nilielewa tofauti kabisa. Kwa hiyo Kong'osyanji ni Kinyamwanga. Ni Kinyamwanga. Kinyamwanga. Labda mchungaji, umezaliwa mwaka gani? Nilizaliwa tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 1957. Mwaka 57. Kijiji cha Isunda. Isunda, wilaya ya Momba hii. Wilaya ya Momba, kipindi hicho kilikuwa ni kata ya Ngalambo. Kata ya Ngalambo. Na ndani sasa iko kwenye kata ya Myungu. Na wewe katika watoto wa mzee Kong'osyanji, wewe ni mtoto wa ngapi? Wa mwisho, mtoto wa 8. Mtoto wa 8 wa mwisho kwa mama. Uko vizuri sana. Mimi mwenyewe ni mtoto wa 9, mzaliwa wa 9 katika watoto 9 wa mzee Rutiko Mtado pamoja na mama Esther. Kwa hiyo mimi ni kitinda mimba wa mama Esther. Sasa labda turudi kwenye maisha yako sasa ya kimwili, maisha yako ya kimwili na elimu yako. Labda wewe umebahatika kusoma? Nilibahatika kusoma. Nilianza shule ya msingi mwaka 1968 Myunga. Nikamaliza darasa la 7 mwaka 1974. Ndio 75 na 70 mpaka 77 nikawa nimebahatika kwenda, sikufaulu kwenda sekondari kutokana na upungufu. Uwezo nilikuwa nao mzuri. Ndio. Basi nikajiunga kwenye vyuo vya stadi, elimu stadi, vya ufundi stadi. Sawa. Kipindi kile nilibahatika sana kuongeza elimu ya nadharia kwa sababu tulikuwa na masomo manne: Kiswahili, Kiingereza, alafu hisabati na uraia, siasa. Kipindi kile ndio ilikuwa ni viwango vya elimu ya form 2. Kwa baada ya hapo mwaka 77 nikabahatika kujiunga na walimu nje ya vyuo. Kipindi kile sema mwalimu wa upe. Nikajiunga nikamaliza mwaka 80, na kwa sababu nilikuwa nijiongeza nilikuwa mzuri sana wa somo hisabati. Na ulikuwa na uchu wa kusomea sana hisabati, somo lililokuwa moyoni sana. Ndio. Mungu alisaidia sana, kipato kile sana. Kiasi ambacho hata walimu waliokuwa wanakuja, wakati mimi ni mwalimu mkuu sasa, walikuwa wananifuatilia mimi niwasaidie somo la hisabati. Sawa. Na 68 nikabahatika, yani baada ya kumaliza elimu ya basi nikajiendeleza, nikapata elimu. Lakini nikabahatika pia kuteuliwa kwa mwalimu mkuu mwaka 1985. Kwa hiyo ngoja kwanza sasa hapo tunaelewa kwamba ulivyojiendeleza ukamaliza, na ilikuwa mwaka gani huo sasa unapoanza kazi? Mwaka 80. Mwaka 80. Kwa umekaa miaka 85, nimekaa miaka 85 kateuliwa kwa mwalimu mkuu. Shule gani? Nikahamishwa toka Kangamo kwenda na Mchinka, kwa kata ya Kapele. Kazi ulianzia shule ya msingi Kangamo. Ukaenda Kapele. Kapele shule ya msingi na Mchinka. Ukiwa mwalimu mkuu. Nimefika miaka 6 kule, wakanihamisha kunileta kata ya Ngalambo, shule ya Chitete. Na hapo Chitete umekaa miaka mingapi? 17. Na namshukuru Mungu kwamba nilifika shule ile shule iko inatoa sifuri, sisi tunafika pale. Sasa mimi nikamwambia walimu tujipange, kwa nini tutoe sifuri? Kwani sasa sio walimu kama wengine walikuwa wanafaulisha. Kwa hiyo tulipanga vizuri, tukaanza kufaulisha wanafunzi Chitete. Na watu walikuwa wanashangaa kwa sababu kipindi kile shule zote ambazo zilikuwa wilaya, kipindi kile nasema Mbozi Magharibi.
Mbozi Magharibi yote ambayo sasa ni wilaya ya Momba ilikuwa inatoa 0, ila sisi tu Chitete tulikuwa na folishi kwa mtoto mmoja. Tena wakati bado sio zakata bado wawili. Kipindi hicho kulikuwa na sekondari ngapi wilaya ya Mbozi? Yaani wewe kumbuka ilikuwa ni moja tu ya Bwade. Bwade. Bwade kama ilikuwa bado sikumbuki mwaka gani, lakini wakati Mbozi Mission haiko. Mbozi Mission ilikuwa ni private ile. Sio serikali. Kwa hiyo ikawaje? Yaani ndio kwa na fundisha ingine ndani ya Kikonsei na nini Songea wapi. Sasa kana shangaa. Hivi mwalimu wa kule yukoje? Ukanataka sana pengine kuniona. Na kutokana na kazi ambayo tulikuwa tunasimamia vizuri, walinibidi alipe cheti cha kufanya kazi bora. Ninacho mpaka leo. Kazi bora, wakanizalia shilingi 50,000 kipindi kile, hela nyingi ilikuwa. Hela nyingi sana. Kwa hela nyingi sana. Sawa. Kwa nimekaa sisi pale mwaka 90 na 2000 wakanihamisha kuja Kangama. Hapo mwaka 2000 takribani sasa ni 2008 sasa. 2008. Toka 2091 mpaka 2008. Na Kangamo kwa nini walirudisha pale? Kangama ile shilingi 100. Ndio. Nalipika ujao mshirikina, walimu wanakwenda pale wanajikojolea darasani. Kwa hiyo shule wakaiweka kitangazo kwenye mtandao, walimu wakawa wanakimbia. Kweli sasa afisa elimu amekaa, tunarudisha nani? Walipata shida sana kurudisha mimi kwa sababu ikasema mbona aliwahi kaa pale? Turudije, nikisema hapana, kama alikaa jamani kwa amani, hebu tumjaribu huyu. Hiyo siri kuna mtu aliniambia, sema mwalimu, tunaomba ukubali, tumepigana sana vita namna kurudisha pale. Kwa sababu nilikuwa kwa sababu nilikuwa nimekaa muda mrefu miaka 17, kwa hiyo nilibidi nirudi pale, nikakuta walimu wote ambao kwa pale wakuta wameandika barua za kuhama. Hawaitaki kwa sababu hizo walikuwepo mwalimu Mgaga ambaye alihama, mwalimu Stella Paulo yupo, mwalimu Mazingira, mwalimu Kalenge. Nikabidi niwarudishe kwamba msihame. Kawajenga kanisa hili saidia. Kwa hiyo kwa sababu nilikuwa mtegemea Mungu, nikaanza kumuomba Mungu. Mwaka wa 2008 shule ile kati ya shule 300 na kitu ilikuwa ni ya pili kutoka mwishoni. Yaani ilifanya vibaya. Ndio. Paka linaondoka. Linastaafu 2014. Shule ile kumepanda viwango, ikawa ni miongoni mwa shule 10 bora. Walishangaa. Na wewe ulipofika pale sasa, hao walimu waliachana na yale mizengo ile. Walikuwa wanafanywa, si kwamba walimu walikuwa wanaachana, walikuwa wanafanywa tena na kijiji. Kwa hiyo nilichofanya mimi nianza kumuomba Mungu. Kipindi hicho kiu umeokoka. Nimeokoka na ni mchungaji. Sasa sasa tuache kwanza hiyo na nirudi kwenye maisha ya wokovu. Turudi kwenye maisha ya wokovu. Okay. Sasa maisha ya wokovu kwamba kama nilivyosema kwamba mimi nilianza kazi mwaka 80 Kangamo, nikarudi nikahamishwa nikaenda na Mjika mwaka 85. Sasa 86 tarehe 26 ndipo nilipookoka. Ilikuweje? Nilienda kufuata hela mshahara wawa tarehe 24 ya Christmas ya 12. Kipindi hicho mshahara lazima ufuate kwa miguu. Lazima. Tofauti na sasa hivi ambapo tunaitoa kwenye account. Unaona tu message nimeshapata mshahara. Alafu dirishani sasa. Unaenda kupanga foleni na saga kuunga mashineni. Sasa nifuate hela ili angalau nipate nguvu ya kusherehekea Christmas. Mshahara haupo. Tarehe 24. Alikuwepo kakaangu anaitwa Daniel Silanda, alikuwa ni katibu kata ya Mlangari. Basi kabidi niende nikalale kule. 24 kesho yake sisi 25. Basi kashiriki. Na hapo ulikuwa na nauli ya kurudi au ulitegemea mshahara? Sasa usiende kurudi kwa sababu ni mbali na Mjinka mpaka na nauli kwetu. Lakini unaanza kurudi na Mjinka ndio kurudi. Na sababu kabidi ulale huko kwa sababu manake ukienda manake ndio lazima kufuata tu mshahara. Kwa sababu hakuna bei kwa hiyo inabidi ufuate mshahara. Kwa hiyo niende kwa kaka. Kaenda kule kanipokea. Kaka ambaye tumetoka nyumba moja na mimi kama mmoja. Yeye ni mimi kipindi kile nilikuwa Moravian. Yeye ni Arasim Roma. Wao wanachapa vizuri tu pombe. Kwa hiyo ameandaa shemeji kwa shemeji yake alikuwa mtaalamu vipi? Na mimi kipindi kile napiga tu vizuri pombe. Huku na sana. Toka nisani pombe. Basi kwenda pale Christmas tukasherehekea vizuri, kaenda ibadani Roma, inabidi niende Roma sana. Nenda pale fanya ibada, tumerudi. Yule katekista kitu ambacho nilishangaa. Aliyekuwa anaendesha ibada, tunarudi na kuta tunafikia nyumbani kwake tukakuta pombe. Kweli nilikunywa, lakini nijihoji kwamba sio udanganyifu. Sio kile bwana tuongoza sana ibada. Anakunywa pombe. Yaani sikumsemesha mtu, lakini
dhamiri ya Mungu ndani yako kaanza kuhukumu. Basi tulikunywa, karudi nyumbani tukalala. 26 mimi kaka ngoja nione kama kuna chochote mimi nipata nirudi inshallah. Sasa hapo ndipo mtihani ukaanza. Mbozi kuna rafiki yangu tulisoma naye chuo cha ufundi na tukawa naye pamoja kwenye chuo cha walimu. Yeye yuko Mbozi. Chuo cha walimu mlikuwa naye wapi hapo? Tulikutana naye Tukuyu. Yeye yuko Mbozi pale Mpuguzi. Kwa hiyo sasa bado kusema sasa niende wapi? Sauti ingesema ungerudi. Surudi tu kaendelea na maisha wewe kaka yako umeacha na pombe. Sauti ingesema ungeenda Mbozi. Inasema Mbozi hiyo inakuja kwa pale. Alafu nimekuja sauti nyingine kwa kwamba kenda fika Mbozi utamkuta anaanza kusema Biblia na nini. Sauti nyingine ambayo ilikuwa nashangaa inasema kwa nini siende Tunduma kukutana na wanawake wa Kagamo. Sasa kitu cha ajabu mimi nimekaa Kagamo nimesema nianze kazi Kagamo. Sikuwahi fanya chochote halifu wote pamoja kwa mwalimu ya Bongo. Hata mtu mwanamama angesema sifai, lakini sasa sauti inakuja nenda Kagamo. Sauti nyingine sema kwamba panzi kende Kagamo nenda wapi mlangali mkabia pombe. Nyingine kwa mbali ungeenda Mbozi. Kwa sauti ngapi? Sawa. Kwa hiyo sauti sasa ikienda ikisema nenda Mlangali naanza kuongoza wapi Mlangali. Sasa nyingine sema wewe rudi nenda Tunduma na rudi. Kwenda Tunduma. Nyingine sema nenda Mbozi. Kwani kama kicha nenda hivi mara hivi. Ndio sauti nyingine sema wewe. Hapo kiwa sasa ndio huko pale halmashauri. Tena nipo kile barabara cha njia pale kile cha Ichenjeza kile. Maeneo ya polisi pale. Okay, sawa. Pale ndio ni kwa mchezo ifanyike. Ndipo sauti ilipoanza. Ikisema nenda Mlangali nageuka. Nenda Mlangali. Sasa nyingine hapana, ungeenda Tunduma nageuka. Nenda Tunduma. Nyingine kwamba sema nenda Mbozi. Unaangalia barabara hiyo. Ila siendi. Ndio yani kama mtu ananiambia kusema wewe yaani unapofanya kipindi kile msao kuna makabola sema watakupiga. Nenda Mbozi. Ndio nikaenda Mbozi mission. Nilipomsimulia rafiki yake sema wewe. Nilikuwa amenishuhudia muda mrefu. Sema wewe ni shetani tu bwana. Sikiliza sema ni kweli bwana. Okoka sema ndio nikakata shauri. Kwa hiyo ulitoka Mlangali ukanyosha mpaka Mbozi mission nikaenda kukata shauri. Siko hiyo. Sasa ndugu yake alikuwa huyo rafiki yake alikuwa anaitwa Daudi Mwashamba sasa hivi amesha. Daudi Mwashamba. Alikuwa ni mfanyakazi. Alikuwa ni mwalimu naye. Lakini kipindi yeye ameokoka sasa. Alikuwa anafundisha shule ya msingi Mbozi mission. Ukaokoka hapo. Ukaokoka. Hapo naokoka yeye anasali kanisa gani? EAGT. Okay. Basi nilipookoka vile nilifurahi sana. Kwa sababu kwanza maana kasi kwamba unajua ukiokoka kwanza mchawi hawezi akakuloga na mimi nilikuwa naogopa sana wachawi. Alafu maana mimi yani mtu kama nikisi kwamba ni mchawi nilikuwa namsamia kwa adabu sana kwamba yani aje kwa kwenye ego kwamba huenda anaweza kanihurumia kwamba ana adabu. Kabla kitu. Ukaokoka. Nikaokoka. Kwa sasa njiani alafu kitu cha ajabu nilipokuwa anasema kwamba sasa kuna mambo ya muhimu ningekwambia lakini sasa ni mchanga. Nilisema hapana niambie tu kwa sababu nilikuwa najua kwamba kule nako kwenda watu hawajaokoka. Walikuwepo wa holiness wameokoka. Lakini sikuhesabu kama wameokoka kwa sababu kwanza walikuwa hawaitambui Christmas. Alafu wanalima Jumapili sema wale hawajaokoka ni manabii uongo wale. Sawa. Kwa sikutaka kwenda. Kwa baada ya kutoka kule mimi nikaendelea na mrefu. Sasa siku ile nimerudi kutoka Mbozi, kesho yake mtoto akafa kanisani Molevian. Wakaniambia hubiri. Mzee kanisa kaniambia sasa mwalimu hubiri. Nikasema hapana mimi sijajiandaa. Akasema kwani nani anajiandaa kwenye msiba? Mimi basi kakubali. Siku ile nilihubiri injili kama mtu aliyo. Walifurahi sana aliyokuwa alishangilia sana. Wao mchungaji kanifuata mwalimu. Ngana sana bwana. Ndio nikamwongeleza bwana mimi nimeokoka. Akafurahi sana. Kipindi kile ilikuwa Simpas, Emmanuel Simpas. Ni mdogo wa aliyewahi kuwa mbunge, area yake Simpas. Sasa mdogo wake ndio mchungaji. Kwa Molevian.
Nani Pentecost. Ndio akafuata. Kalifuata. Hongera sana. Wengine watu waliumia kwa sababu nimehubiri ukweli. Yaani wamevga walisikitika. Sasa walio kwenda na shangao waliookoka tu. Maana hubiri injili ya Kristo. Kwanza kunifuata sana mchungaji, kunifuatilia mchungaji, mimi nilikataa kuhama. Nikasema ni Moravian. Hata Mungu aliponiambia kwamba dhehebu halina sehemu ya kumpeleka mtu mwingine. Nililia machozi kwa sababu nikasema ina maana Moravian ni watu wachungaji wamepotea hata kwa Tanzania. Nilikuwa naamini sana Moravian. Akipenda akivaa kanzu na nini nasema kwa nilichoomba sasa nikasema na sasa nimeamua kuhama kutoka Moravian kwenda makanisa ya Kiroho Pentecostal Association Fund. Niliomba sala moja ilinisaidia sana, nikasema Yesu, wewe usema atakaye kuja kwangu sitampoteza. Ninaomba wewe uwe ni mwalimu wangu na mchungaji wangu, nikutazame wewe, kwa sababu kumbe binadamu anapoteza, kwa sababu hata unako kwenda ni binadamu. Ilinisaidia sana. Kwa hiyo nilifurahi sana, nikaanza maisha mwaka 1986. Maana yake ni 26 sasa. Mwezi wa 12 1986 ndipo nilipookoka, ndipo maisha yangu yalipoanza. Hongera sana. Amin. Hongera sana. Sasa baada sasa ya kuokoka na kuingia holiness umeingia mwaka gani? 86 hiyo. 86 hiyo. Hiyo mwaka nilipotoka ninapotoka Moravian mwaka ni holiness. Sijabadilisha. Ukiwa chini ya mchungaji Simpas, Emmanuel Simpas. Uko miungu. Namchika Kapele. Okay. Sasa baada ya hapo ulikaa miaka mingapi chini ya mchungaji huyo? Nilikaa chini ya mchungaji miaka 5. Miaka 5 kwa sababu 91 niseme ni kama 4 na kitu, kwa sababu 80 silikuwa ni mwishoni mwezi 26. Na sikuhama 26 hiyo. 86 ni hama 87. Maana nilikuwa nakataa. Kuna katalia kule. Sihami. Ukomo nao. Ila hutaki kuuonyesha. Sasa baada ya 87 ndio nikahama sasa kwenda. Kwa hiyo ni kama nikaa na chini ya mchungaji miaka hii ni 4. Kwa sababu 91 nilikuja nilihamishwa kutoka na Mjinga kuja Chitete. Na kule nilikuwa mshirika. Sasa ninapohama, kwa hiyo nikaja kufungua kazi pale Chitete. Kama mzee wa kanisa sasa. Chitete likawa tawi la Namchinga. Tawi la Kakozi, kwa sababu Chitete ni kata ya Ndalambo. Kwa hiyo nikawa nalelewa na mchungaji wa Kakozi. Alikuwa ni nani? Asilike Kibona. Yupo wapi? Sasa alishaanguka. Ila yupo. Yupo haya. Kwa hiyo nikalelewa pale 91. Kwa hiyo pale Chitete kulikuwa kuna mchungaji, hakuna kanisa la famsi kwa kiroho. Mungu alinipa neema ndio nikaanzisha pale 91. Kapata washirika wengi. Na namshukuru Mungu kwamba miongoni mwa washirika Mungu akinijalia nimezalisha wachungaji wa kwanza ni hao. Tutakwenda kwenye mafanikio. Kwa ulipokuwa mchungaji pale ndipo ulipoanza kuzalisha wachungaji au kushuhudia? Ndio kaanza kushuhudia hiyo kwa sasa. Na miongoni mwa watu ambao walikata shauri ni wote wako wa mwisho ni Askofu marehemu Joseph Situla. Situla ni tawi lako? Ni mwanafunzi wangu. Ni mshirika wako? Ni mwanafunzi wangu. Kwa wewe ndio uliyemshuhudia. Nilikuwa kwenye wa mwisho ndio kwamba Bwana wokovu ndio akakubali kubatizwa. Sasa tunajua mengi kama nilivyosema, mpenzi mtazamaji, huyu sasa ndio tunaanza kujua mengi sasa. Wengi mlikuwa mnamfahamu Askofu Situla, Joseph Situla. Sasa hamkujua sasa nani aliyemshuhudia mpaka akaokoka na alikuwa mshirika wa nani. Sasa hapa ndio tunayapata mengi. Mpenzi mtazamaji wangu, twende tena kwa baba mchungaji hapa. Kwa hiyo Situla wewe ndio kumshuhudia. Ndio. Yeye mlikuwa naye wapi? Pale Chitete. Nilikuta Chitete. Akiwa mwalimu na yeye. Na mimi ni mwalimu. Amshuhudia na yule alikuwa rafiki yangu kutoka muda mrefu. Tumesoma naye darasa moja. Tukaondoka tukaja kuwa walimu, tukakutana chuo kimoja. Kwa hiyo nikaokoka mimi, yeye kawa amebaki. Aliokoka wa mwisho akawa kumwelekea nikao. Toka na Mjinga kuja ndio nikamkuta nikamshuhudia.
ndio akaokoka. Na niwakuta wana wa mwisho wako 8 tulioanza nao kazi pamoja ya kanisa pale, wale ambao ndio wakatoka wakakubali kubatizwa, kuhama na kuanza misingi ya wokovu wa kweli. Jana sasa ukaza mchungaji mwingine nani? Anaitwa Clem Kaminyoge ambaye yuko Sumbawanga sasa. Mtoto wa marehemu Askofu Kaminyoge. Hapana, ni ukoo tu. Na amekuwa mwangalizi wa jimbo lile la Sumbawanga. Ila uchaguzi wa 24 kuingia kwenye na yeye mlikuwa naye Chitete. Ni mshirika wangu tena amepata, yani iko hivyo. Baada ya mchungaji kurudi nyuma Kakozi, ndio alisema sikikuona. Sawa. Mimi nilimwambia yeye ni mzee, mimi ni mzee kabisa. Bado si mchungaji, yeye ni mshirika wangu. Hao wote walikuwa na wahubiri kwa mzee wa kanisa. Mpaka askofu fulani unamhubiri kwa mzee wa kanisa kabisa. Sasa huyo baada ya kupata kuonekana kwamba kuna mchungaji amerudi nyuma Kakozi, mimi nilimwambia wewe, mimi nikamshukuru wewe ni mtumishi. Namwambia Clem. Clem kabisa. Akakila sema ni kweli. Na Mungu aliniambia muda mrefu. Kwa akatoka pale kwenye ushirika wangu, kwa sababu nilikuwa ni tawi la Kakozi, akaenda Kakozi kwa mchungaji. Mimi nikawa sasa ni chini yake kwa sababu tayari mchungaji. Mimi yeye kama mchungaji hapo ni mbili kwa mshirika. Ni mzaka. Ile kwa sababu ni tawi, ni ushirika. Wewe chini yake. Ukabaki kuwa chini yake sasa. Nilimpa shida sana, akaanza kuniogopa. Nikasema utakosea, Mungu hayuko hivyo. Kila mtu jinsi alivyo. Yaani mimi usiangalie mimi umekosea. Mimi na siko hivyo. Wewe kubali, wewe yaani tunapo nani wao sio kwa kunisaidia. Kitu alichoweka Mungu ni kikuu kuliko unavyojielewa. Kwa hiyo mimi mheshimu Mungu. Nataka ni mchungaji wangu. Mimi ni mzee wa kanisa. Mpaka baadaye nilipopata neema na mimi kubarikiwa kuwa mchungaji. Kwa Chitete pale. Kwa Chitete pale. Na umebarikiwa uchungaji mwaka 2007. Sasa na labda kwa kifupi tu mwambie mtazamaji wangu kwamba nani ameanza lini uchungaji Askofu Sikuli? Uchungaji alianza 2000 kama sikosei, 2000. Yaani baada ya mchungaji aliyekuwepo kule kuna mchungaji aliyesawa alipokuwa kwa mchungaji. Unaye na maana alitokea pale Chitete kwa mshirika. Pale yeye nilimkuta yeye kwao ni Machingo. Sawa. Mwaka ule nahamia 91 nilikuta yuko kwenye process ya kuhama kwenda nyumbani kwao Machingo ili atokee na wazazi wake. Sawa. Kwa hiyo alihamishwa Mwalimu sasa akaenda Machingo, lakini akapangiwa shule ya Miunga. Lakini alihama tayari, ana maamuzi ya kuhama tayari na kuendelea Malaysia. Tayari ameshachukua maamuzi, amebadilika, ndio kubadilika akahama. Naona. Kwa hiyo alikuwa amehama katika kwa mwaka 2000 aliingia mbali. Sasa baba mchungaji. Washirika sasa wa kwako mpaka sasa hivi mafanikio yako ndani ya wokovu uliobahatika kuwazalisha wachungaji sasa, kwamba hawa ni wachungaji waliokuwa chini yangu wamekuwa wachungaji. Hapa tumepata wawili, Joseph Stura, Clem Kaminyoge na Daniel Gweshi. Daniel Gweshi yuko wapi? Yuko pale Mjini la Tulivu. Ndiye aliyebaki pale. Ndiye aliyebaki pale. Kuna mwingine? Hapana. Mwingine alikuwa ni mzee kanisa, alirudi Mungu. Olea Yesu. Mchungaji. Lakini mwingine ni mwinjilisti, naye yeye amefanya uinjilisti, lakini baadaye kama akaingia alikwenda Zambia. Sawa. Yule alikuwa anamshangaa sana Zambia kwa sababu anasema hivi sasa, sababu yeye alikuwa ametoka na moto mzuri sana pale Chitete sana. Sawa. Kwa anamshangaa sasa, wewe kijana kama huko hivi, je, ulikotoka kukoje? Ni kijana ambaye bwana amefanya kazi uinjilisti yeye na akaanza kuendeleza sasa hivi ni mwalimu. Sawa. Amejia kule kule. Kwa hiyo anaendelea na huko. Anaitwa Freddy Siame. Freddy Siame yuko Zambia. Yuko Zambia sasa hivi, yuko Katumbia na hapa. Safi sana. Sasa tuondoke sasa hapo. Tuende sasa kwenye mafanikio yako ndani ya wokovu. Na kipindi kile sasa wachungaji waliokuwepo kule eneo walikuwa nasema walikuwa mchungaji marehemu Mugala
Alienda pale kutaka kanisa ilikuwa iko Simbe na George Fisura kwa ni mchungaji na Simpas. Hawa walikuwa wanafanya vikao vyao kwa hiyo tuliomba kwamba tuombe ingalao wale wanafanyia vikao hivi kupunguza kwamba ingalao baadhi ya vikao vidogo wanafanyia huko, labda kikao kikuu ndio waende wapi. Kwa hiyo tukaunda kikundi fulani chama fulani kaitwa APEC. Yaani APEC ilikuwa ni Kiingereza, ni kwamba ni association Pentecost Churches in Unyamwanga. Kwa hiyo ushirika wa makanisa ya Pentecost wapi? Unyamwanga. Tukaunda uongozi. Tulikutana Chiputu mwaka 1989. Tuende pale tukakutana kipindi bado sijahama. Yape kuanza kabla kwamba ili tusaidie namna ya kufanya kazi yako kwa sababu kule ni mbali. Kwa hiyo tukaanzisha uongozi, kwa hiyo mwenyekiti wa hapo kipindi kile alikuwa akachaguliwa Simpas Emmanuel, alikuwa mwenyekiti. Makamu akawa Asike Kibona mchungaji wa Katoni. Katibu nikawa mimi. Katibu msaidizi akawa Enos Kayanga. Hapo sasa ndipo ulipoanza sasa kushika nyavu kama katibu sasa kwenye APEC. Ndio kashika ukatibu wa APEC. Tumeenda wakati tunaomba jimbo, jamani, jimbo. Mwaka 2000 sasa tukapewa jimbo la Mdalamba. Tukapewa jimbo la Mdalamba. Akachaguliwa mwenyekiti wa jimbo Joseph Situla. Makamu Mugala. Ambaye ni marehemu ambaye alikuwa ni mchungaji wa hapa. Katibu Umia Siunga ambaye ni mimi sasa. Katibu msaidizi akapewa Lauretis Sipange ambaye ni mchungaji huko Laela. Sawa. Bwana mshukuru Mungu toka. Niliwahi kuhojiana naye. Kwa mpenzi mtazamaji unayetusikiliza hapa sasa, hapa kuna jambo unaanza kulipata sasa. Yule niliyekuletea Laurent, mchungaji Laurent Katakwa Simpanzie. Sasa yule sasa alifanya kazi pamoja na wewe. Aliwahi kusimulia akasema amewahi kushika katibu msaidizi. Na mimi kama katibu wake. Kwa ulikuwa katibu wake. Baada ya hapo nimeendelea, tumefanya kazi na chini hapo tumefanya, kuna makanisa tuliyafungua ni pamoja na Nyumba yenyewe pamoja na Kusungwe. Kwa ule ulikuwa ni umoja sasa mkafungua makanisa, tunaenda pamoja, tunavamia, tunakwenda kusaidia sana. Sawa. Na makanisa mengi kwa mfano Chinyika kule. Sawa. Chinyika kule na Mkombo kule. Makanisa endelea sana kutokana na ushirika ambao tulikuwepo. Hiyo hapo. Ikana kule. Sawa. Kwa hiyo baada ya hapo, kuanzia hapo ninachomshukuru Mungu. Tumekwenda ikaja sasa kuunganisha majimbo. Majimbo ya ungane kati ya Mdalambo na jimbo la Tunduma. Tukaungana. Liwe jimbo moja. Ndio Momba sasa, jimbo la Momba. Kwa hiyo uchaguzi ukapita sasa. Mwangalizi akawa Joseph Chula. Makao mwangalizi akawa Eli Makapiamini. Katibu nikawa mimi pia Suluhu. Ndio katibu wa jimbo la Tunduma alikuwa Kandonga Steve. Ambaye sasa ni mwangalizi wa jimbo hili. Kwa ndio alikuwa katibu. Kwa wewe kutoka Bush kabisa huko Yesu akakunyanyua. Akakupa ukuu wa katibu sasa wa jimbo la Momba. Msaidizi tena kama Kandonga, mimi kama katibu wa jimbo. Sasa kwa nimeendelea mwaka uliofuata uchaguzi baada ya askofu sasa Chula kusikia kumshika magambo ya kuwa askofu wa kanda. Kwa hiyo tufanye sasa uchaguzi tena. Tukafanya uchaguzi. Kwa hiyo Makapianila akawa ni mwangalizi wa jimbo. Makamu akawa Isaac Skanyika kama askofu. Katibu nikaendelea mimi tena. Ukachaguliwa tena. Ukaaminiwa. Kaaminiwa. Alafu katibu msaidizi akawa ni Pedastal Simpasa ambaye ni sasa hivi ni mwangalizi wa jimbo la Kalamba. Nachomshukuru Mungu mpaka na stafu nimeendelea na kazi toka nilipoanza 89 kwa katibu. Tumeendelea hivyo kuwa katibu mpaka mwaka 2024 nilipo stafu kwa mujibu wa katiba yetu ya FAMT kwamba ukiwa miaka 70 unatakiwa stafu. Kwa hiyo
miaka 70 mimi sijatimiza, lakini ingenikuta njiani kabla ya uchaguzi wa 2028. Kwa hiyo kwa sababu ilikuwa serikali niachie. Kwa hiyo nimetumika kama katibu yaani kama katibu katika kanisa ile miaka 35. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki. Miaka 35 si haba. Uchaguzi unakuja unaaminiwa. Naaminiwa. Uchaguzi unakuja unaaminiwa. Naaminiwa. Mungu akubariki sana baba. Amen. Sasa labda kuna wadhifa mwingine wowote nje na ukatibu uliowahi kushika ndani ya Monris? Hapana. Kwa kweli mimi yani kama tukipaa ambacho Mungu amenipa. Na nilikuwa najivunia sana kuandika. Sikuona tatizo. Yaani hata nilikuwa najisikia sana kuandika. Yaani mimi kuandika kuna kipindi fulani tulikuwa tunakutana tunafanya semina za pamoja jimbo la Sinduma, Ndalamo na Vao. Sawa. Pale hawakuchagua katibu yoyote, lakini mimi nikaona nini tu moja ninaandika. Kwa nikaa naandika alafu natengeneza ninazo mimi mpaka leo natengeneza na wao walikuwa nafurahi sana. Mpaka leo zipo minutes za vikao ambapo bado tunakutana. Wewe umewahi kujitolea kuwa katibu wa majimbo matatu? Na minutes zipo. Kwa hiyo ni pale kipawa. Alafu kitu ambacho tunamshangaa kwamba ilikuwa ni kipawa. Kwamba nikirudi sasa nyuma kidogo. Mimi baada ya kuanza tu walimu mwaka 80 nimesema nimeanza 82 niliteuliwa kuwa katibu wa vikao vya walimu. Kumbe ukatibu huko kutoka muda mrefu. Nimehama, nimepewa walimu mkuu, kuja kuhama kuja Kitete kwa mwalimu mkuu. Kule tena nateuliwa kuwa katibu wa vikao vya walimu wakuu. Tulikuwa kwenye semina za sensa. Sasa kwenye vikundi vile mnagawa vikundi, baba hivi fanyeni hivi, chagueni mwenyekiti na katibu. Kule nachaguliwa nikawa katibu kule. Kwa nijua, yaani hakuna azaji mimi, yaani kama ni uteuzi nilikuwa naingia ni katibu. Kumbe APEC imekufunua. APEC imekufunua. Sasa turudi nyuma. Hiyo APEC kwa nini mliiua Pastor? Au wewe ni baada ya kuhama? Hatukuiua, ni baada ya kuomba jimbo sasa. Kwa sababu ili kutusaidia kufanya kazi kama yani ilikuwa ni kama ushirika wa makanisa ya Kipentekoste Unyamwanga. Sasa sisi tukaomba tuwe jimbo dogo, tuwe jimbo. Kwa hiyo baada ya kupata jimbo, APEC kimekufa sasa kwa jimbo. Uulize swali moja kama utakuwa na kumbukumbu. Sasa wewe ukiwa katibu wa jimbo la hiyo, kwanza ukiwa katibu wa APEC, hiyo APEC mlikuwa na makanisa mangapi? Kipindi kile hapa kulikuwa Kakozi, kulikuwa Chiwanda, kulikuwa na Mchinka, kulikuwa na Ikana. Na Kasinde kama hizi shirika 5. Baada ya APEC ndio tukaanza ikaongezeka Msungwe. Hapo baada ya kuwa jimbo. Miunga. Baada ya kuwa chini ya APEC sasa. Bado mko APEC. Kwani mlikuwa mmeanza shirika 5. Mkazalisha shirika ngapi? Kama mahali tulizalisha Miunga, tulizalisha Msungwe, siyakuwa 7. Chepumbu 8. Lakini baada ya kuwa jimbo sasa ndio tukazalisha zaidi. Tukafungua Kuwi. Tuseme sasa barabara yote kuanzia Kangamu. Safi sana. Sasa baba mchungaji, ni kwamba sasa baada ya wewe kuwa katibu sasa na kupewa kutoka kwenye jimbo la Tunduma na jimbo la Ndalamo kuunganisha kuwa jimbo moja, unaweza kuwa na kumbukumbu ule muunganiko ulikuwa na makanisa mangapi? Kipindi kile ilikuwa kama makanisa 20 ndio likawa jimbo la Momba. Na mpaka sasa unaondoka kwenye naondoka kwa na makanisa 91 kutoka kwenye 24. Ongezeko la makanisa mangapi? Tena sio 91, tuseme ni 100, kwa sababu kwanza kwenye tuligawa mwaka 20 tulizaa jimbo la Karambo. Tulikuwa tumefikia 80, tukagawa tukawapa sharika 20. Kwa waliwaika na watu sisi tukabaki na screen tena. Mlitoa pale kwenye 80. Kwenye 80 tukatoa 20, tukabaki na 60. Tukaanza tena. Kwa mpaka naondoka 24 21. Sasa tukaongeza na ile 20.
Hapo ni 111. Safi sana, safi sana. Na umefurahi sana kufanya kazi chini ya askofu sana, kufanya kazi chini ya askofu, na unaaminiwa kuwa katibu wake sana. Yule mtu tumefanya kwanza wote, kwanza kufanya na mwangalie kula waja Tanzania, ni mtu mzuri sana yaani kusema ni mtu na kushangaa, mpole, mstaarabu, bwana mpenda kwa kweli sana. Na hata nilikwenda kufanya ibada hapa nikampongeza sana. Yaani kuna sifa, kuna watu wanakuwa na sifa kwa Mungu alikuwa vizuri. Ni sifa nyingine ambayo nasema, lakini jamani, ni sifa nyingine za huyu. Nilikuwa namwambia askofu na wewe, hizi sifa wanazoziongeza kwako. Ninasema hapana, mbona nasema hapana, sio nyingine. Na nisaidia sana na maoni ya Bwana na Mungu. Kwa sababu nisikomesha leo umesema mpaka darasa la 5. Ndio bwana mtu wa ajabu sana wakati. Sio tukamuongelea sana huko tukafika mbali. Mungu ambariki sana. Sasa wewe turudi nyuma sasa, kwamba una ushauri gani sasa kwa makatibu wengine? Maana naona saa hizi imekuja safu mpya ya jimbo la Momba. Una ushauri gani kwa makatibu wa majimbo? Ni mbali tu na katibu wa jimbo la Momba, makatibu wote wa majimbo. Makatibu wa jimbo, kwanza kitu ambacho tunashauri, kwanza waipende. Unajua mtu anayefanya kwa moyo halazimishi. Ndio. Yaani asila kama mimi, yaani hata tuingia kwenye uchaguzi nilikuwa mtu akisema uanze kunipeleza kwenye uangalizi wale ila kwenye ukatibu. Sawa. Kwa sababu nilikuwa napenda sasa nilivyosema. Kwa hiyo waipende, yaani wajitoe tu kuipenda ile kazi. Yaani kama nafasi ambayo sababu iko hivi. Kuna sisi moja kwamba yaani mtu akifika kwenye ofisi yake anakuwa ni baraka. Kwanza anafanya kwa moyo. Sio serikalini, sio kwenye dini, hata serikalini. Watu ambao wamebahatika kukaa kwenye nafasi ni baraka sana kwa watu wengine. Kwa sababu halazimishi wala hajuti. Ni kitu kiko moyoni. Kiko moyoni. Kwa hiyo nilikuwa nafanya yaani kiko moyoni kabisa, yaani kwa furaha, kwa amani kabisa. Kwa nashauri kwamba wajisikie hivyo kwa sababu Mungu amewaita wafanye kazi kwa moyo. Lakini pia lingine kwamba waepuke kule kujifanya kama mabosi, wajifanye wawe ni watu kama ni watu wanaitwa kutumia. Sio. Shauri mzuri sana. Na sasa labda kuna chochote ambacho unaweza ukashauri labda sasa kwenye wale wengine wachungaji? Nimesema kwa sababu mama ni mstaafu, maana kama ni mstaafu kuna viongozi ambao kuna kiongozi ambaye amebaki. Napenda tu kwamba namshukuru kwa sababu ninafurahi. Hata jana nilipokuwa kwenye semina ya communication kuzungumza kwa katibu wangu bali ndio kufanya kwamba ninafurahi namna ninapoona anafanya kazi. Mimi nafurahi sababu kama kila ambacho tunasema tunapenda, kuna mtu anafanya, nafurahi sana na namwombea Mungu anafanya vizuri. Mungu aendelee kujali. Lakini pia mwangalizi wangu Stephen Kandonga wako vizuri. Sidhani yani kile kitu ambacho nikabezi mimi kwa katibu na makapenda bwana nisi hawezi kuangusha wala ataendeza vizuri. Pamoja na safu yote yupo Wile Kibona makamu mwangalizi na yupo katibu msaidizi Petro Siwiti. Watu wako vizuri, yupo Magalenga ambaye ni hazina na mwasibu. Kwa hiyo safu yote wako vizuri. Ninafurahi kwamba jimbo linaendelea vizuri. Sasa kwa ushauri hapo kwenye ushauri utamalizia. Umesema unaenda kustaafu. Nimeshastaafu. Miaka 70 imefika. Nipo staafu katibu. Sasa mimi niko sasa kwenye uchungaji hapa. Ukatibu, walisema kwamba unastaafu. Ukatibu kwani unastaafu miaka mingapi? Ni 70 hiyo. Yaani utumishi wote ndani ya kodi. Ni 70. Sasa wewe una miaka 60 na ngapi? Sasa hivi ni 68. Una miaka miwili ya kutumika kama mchungaji. Sasa unakwenda kustaafu. Umeandaa mchungaji? Ndio. Umeandaa mchungaji. Anaitwa nani? Basta unataka tumfahamu? Hapana. Sasa sisi tunamfahamu kama mchungaji msaidizi. Yaani kwa nini nasema nimemwandaa? Kwa sababu kwanza niandaa mchungaji kwa mchungaji. Ndio. Kwa hiyo ninaamini na Mungu alishasema na mimi. Mungu alishakuna muda Mungu amemwandaa. Ni mshirika wa hapa. Hapa. Safi sana. Hongera sana mchungaji. Amen. Basi siku atakapokuwa tayari na unastaafu ni vizuri kanialika na mimi
tutafika hapa kwenye sherehe yako ya kustaafu mchungaji, tuje tunani, alafu pia tujue. Amen. Kwa hiyo wewe una miaka miwili, 2027 utakuwa mwisho wako. Itakuwa mwisho wangu. Kwa 2028 tegemee sura mpya kichungaji hapa. 28. Safi sana. Twende sasa kwenye ushauri. Kwenye ushauri, yaani Mungu atusaidie sana. Mimi kwanza ushauri ambao niliwahi kuzungumza mkuu wa chuo kidogo, iko watoto wa chuo Matani mahali sawa, kwamba ushauri wangu wa wachungaji kwamba mchungaji yaani wahakikishe sana kwamba huu wito hawakutumwa na mtu, ila ametumwa na Mungu. Yaani hakikisha mchungaji anapenda mchungaji hakikisha kwamba hivi kweli nimeitwa, kwa sababu kama ameitwa na Mungu atapata maono ya Mungu na msukumo wa kazi ya Mungu kimungu. Lakini kama likiingiza tu kwa matamanio fulani ambayo mimi siwezi kujua, ni hatari sana kwenye kazi. Sio rahisi. Unawashauri sasa wasiingie kwa kuitamani. Yawe kabisa ni wito ndani. Kwa sababu kwanza una changamoto zako, una mapito yako, una kozi zako. Tunakwenda chuo lakini bado kuna chuo cha kichungaji cha kimungu ambacho lazima upitishwe kwenye maeneo fulani. Mungu anakupitisha kabisa bila hata kujielewa wewe. Mambo magumu matatizo kwa watu wengine na wengine wanapitisha sababu ya. Kwa hiyo sasa kama mtu aingie kwa matumaini yake anaweza, ndio maana nakuta wengine wanaofunguliwa kazi anakwenda pale, mtu asema anafanya nakimbia, huyu alijituma. Lakini waliotumwa ambaye kabisa ni Mungu, hata kama kikaa peke yake mnasa bado anakutumaini Mungu. Sababu mtu yani kwa hivyo mtu aliyetumwa na Mungu anamtazama Mungu, anamwamini Mungu, anamdai Mungu. Kama Mungu belileta haya, kwa nini aje? Aliyetumwa na Adamu atawadai. Sasa mbona anakufa njaa? Mbona mtumii hiki na hiki na hiki? Mimi kama mimi nimejiaminisha mimi na Mungu. Ndio tofauti. Waliotumwa na Mungu hakimbiaki. Wewe sasa moja ambao ni ushuhuda wako. Wewe angalia tu moja tu kwamba hata hivi sio mambo moja tu ambapo kwamba jamani, mimi namshukuru Mungu, labda nilipita katika jambo fulani, hili nilienda hivi, lakini sikujua kama nitatoka, Mungu kanitoa. Sasa jambo lenyewe nilopitisha niwezi kashuhudia kabisa mtu fulani kama kwamba nifunge tu hapo. Mtazamaji wangu, leo tuko na mchungaji Omia Homoshanji Siwingwa. Tuko hapa tunaongea mawili matatu. Pastor amegoma kutoa ushuhuda wake, nasema kuna shuhuda zingine zinasababisha watu wanaweza wakakatishwa tamaa, lakini sasa na wewe utapambana na hilo la kwako. Labda mchungaji, kama una lolote la ziada kabla hatujamaliza kipindi chetu. La ziada ambalo naweza kushukuru kwamba naweza kaongea kama niliposema kwamba kitu ambacho mimi nimejifunza kwenye huduma na ambacho nashauri pia wote kwamba hakuna kitu ambacho Mungu anatafuta kama roho yake. Ndio. Ni huduma ambayo ni adimu, yani kwa sababu gani? Na huwa naomba kwa Mungu isaidie, kwa sababu kwa namna fulani kama kwanza nimeona katika kwa kama mambo yani watu wengi kama tunapenda sana kuona washiriki na kuomba na kutii sana ni vizuri, lakini sio vizuri sana kwa wachungaji kukubali kupokea shida. Kuna vitu vinapungua na kadiri Mungu anavyokupa huduma watu wanaiona tu unaona. Ni rahisi sana kuanza kuinuliwa na kusifia, ukipokea unaanza vinafungua. Kwa hiyo nimejifunza sana unyenyekevu, kwa sababu pia unyenyekevu huo kuna migogoro mingi, unaona migogoro mingi. Na kitu kingine ambacho pia nimeshauri na shughuli hata wakati na staff nilijaribu kutoa ushuhuda ni maisha ya kusamehe, yani kusamehe kusababisha watu wana vinyongo muda mrefu. Alikuwa ni mchungaji au na mke wake, ni hatari sana kwa maisha ya utumishi na kwa maisha mazima ya wokovu, roho ya kutokusamehe. Kwa hiyo mimi nashauri mchungaji tupe roho ya kusamehe, na sio wachungaji wote tunakoseana. Nina ushuhuda mkubwa sana juu ya kutokusamehe, yani ni ngumu kupenya mbingu. Unaweza kutumika vizuri, lakini kuna kinyongo na mke wako, kuna kinyongo na mshirika,
una kinyongo na kweli ulitendea ulikosea, lakini Biblia inasema msiposamehe na Baba yenu wa mbinguni hatasamehe. Mathayo 6:14-15. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe, bali msipowasamehe hata Baba yenu wa mbinguni hata. Kwa hiyo ni ushauri mkubwa kwamba hebu tujenge roho ya unyenyekevu na kusameheana, kwa sababu safari ndio kwa wewe ulivyo si ndivyo nilivyo. Ndio nikakosea. Sasa tuvae roho ya kusamehe ili tupate neema ya kuzipenya zaidi. Mimi ndio ushauri wangu huu sana. Unyenyekevu kitu pia safi sana mchungaji, Mungu akubariki sana. Na la mwisho ndio mimi niseme ni mtalento wa famu. Yaani nilipookoka huwa naambia ni kama sina dhambi, yaani sioni mtu kuja kujibandua. Kwa nasema ukweli. Yaani kwa sababu hata hapa nasema hata hapa sio baba nimeshika na dhambi, lakini sioni sababu ya kutoka holiness. Nenda wapi? Kwa sababu kama nimepata wokovu na Mungu alikubali nimeokoka, sioni mahali popote pa kwenda kwamba ni hame, siwezi kuhama. Huko kama Petro anasema tutoke hapo kwa kwenda kwa nani? Siwezi kuhama kwa maana kwamba wokovu hapo kwenye dhehebu lolote. Wokovu kwenye neno. Na Mungu amenipa neno. Sasa naondoka hapa naenda nitafuta nini? Nipo tayari umemuona kwa holiness. Nipo tayari kwenda kushiriki kama ni nene huduma mna shiriki, lakini endelea na. Kwani kama yani ipo hilo ndilo. Kwa unawashauri watu washike sana. Na nashukuru Mungu hata washirika wangu kumwambia kwanza hata kuelewa. Hakuelewa. Sababu anajua kitu gani anamwambia. Kwanza kitendo cha kuhama, kwanza nakwambia mtu watu wanaohama sio hivi. Huwa na sababu. Toka mahali kwenda mahali bila kwenda, yani ni maanguko, ila watu hawajui. Maanguko kabisa. Maanguko makubwa sana. Huwa na sababu, roho Mungu kweli ni kweli. Mwingine anakuwa kama nilivyozungumza kwamba tuwe na roho ya kusamehe. Mwingine anakuwa na chuki. Sasa kama ni chuki, huwezi kuondoka na chuki, hiyo sio baraka. Sasa labda mwingine unakuta huko jimboni alikuchukia wewe. Mimi yule katibu hafai, anaamua kuhama. Yaani ni tatizo. Sasa unafahamu na anamwachia kanisa. Ni kanisa la katibu. Ni tatizo. Kumbe kunakuwa na kitu. Wewe kama ni kuhama, wewe ni kweli mpango wa Mungu katika diskate, lakini kama ni sehemu kubwa robo tatu ya watu wanaotoka, sio saenda kwa sababu wengi walitoka kwa sababu ya kitu fulani. Unakwenda kuta. Kwa hiyo mimi naomba tu kinyekevu na roho ya msamaha. Ina pia kusimama nasikia kumshukuru. Nashukuru. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wangu wa kipindi cha Mjue Zaidi, hapa nilikuwa na mchungaji Omia Kongosianji Siwingwa, mchungaji kiongozi wa kanisa la Famti Galilaya hapa Chiwanda, jimbo la Momba, mkoa wa Songwe. Na hapa umemsikia mchungaji wangu Omia akiongea mambo mengi kadha wa kadha, maisha yake ya kimwili, maisha yake ya kiroho, namna alivyookoka. Tangu ameokoka yuko holiness, anashika uchungaji yuko holiness, anakwenda kustaafu yuko holiness. Neno lake la mwisho amesema hivi: kusamehe, usije ukawa na kinyongo na mtu. Ulikuwa nami MC Kapina katika kipindi hiki. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine kijacho. Usikose kutufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Famti Kanani, lakini pia pale kwenye YouTube una search MC Kapina, utawakuta wengi zaidi. Leo nilikuwa hapa wilaya ya Momba, lakini kesho utanikuta tena niko sehemu nyingine. Kipindi kilichopita nilikuwa Kigoma Ujiji, nilikuwa pale na mchungaji wangu kiongozi mkongwe wa imani, nilikuwa na mchungaji Baguma pale Ujiji. Leo niko hapa Chiwanda. Kipindi kijacho naweza nikawa jimboni kwako. Mungu akubariki. Kumkosa Yesu ni mkosi mkubwa. Kumkosa Yesu ni mkosi mkubwa. Na sijui unakwama wapi wakati neema ipo. Sijui unakwama wapi wakati neema ipo. Kimbia, kimbia, neema ipo. Kimbia, fanya haraka.